Karibu ndugu mpendwa, mahali popote ulipo na dada yangu. Ni mimi wenyu Medical Missionary Judith Nabwire, nikiwa katika studio za Amazing Voice of Victory, ikiwa pamoja na radio. Radio ni 96.4. Ukitune. Na kuletea mfululizo wa shida za miguu. Last time tuliongelea miguu zinazofura. Siku ya leo ni miguu zinazouma. Watu wameumwa miguu. Sijui ni wanawake tu. Mimi nikiwa mmoja wao. Miguu zimeuma. Ni kama uzee umeanzia kwa miguu. Hata wababa wameumwa miguu. Watu wamechukua crutches. Wamechukua mikogojo kutembelea, wamekuwa sijui na miguu ngapi. Miguu zimeuma, watu wamejipinda kwa sababu ya miguu. Miguu ambazo zinauma zinakaaje? Zinachoka, zinauma. Bado tunasema ni chakula kisicho tosha, inadequate diet. Jameni, Mungu wetu bado anatulilia tu. Tuwe watu wa kula chakula ambacho Mungu alituwekea. Watu tumefanya shortcuts ama tumelete miguu kutuuma. Kula chakula ya kutosha jameni. Kula chakula ambacho ni kifresh jameni. Wewe miguu ambazo zinauma, pata kupumuzika ya kutosha. Tuliongelea miguu ambazo zinafura ni kutembea sana. Hatupati wakati wa kupumuzika. Tupumuzishe pia miguu ziache kutuuma. Hiyo ndio dawa. Mungu wetu anatupea dawa. Watu wamekimbia hapa na pale, miguu zinauma. Why is your feet aching? It is because you are not getting enough rest. Kitu kingine ambacho kimefanya miguu imeuma, viatu ambavyo havikutoshi. Viatu vinakufinya mpaka sasa damu ile haizunguki vizuri. Kwa nini miguu hazitakuuma? Sasa kama wasichana wetu wanataka watembee na miguu kile kisigino kinakaa kana kwamba ni shindano, miguu zitakuuma. Wengi huwa wananishangaza, hata wale ambao wana drive. Sijui sasa ni nani ule ambao mnataka kusitua. Amebeba viatu sijui karibu pea 2-3. Kwa sababu hata yeye ameona miguu zinauma, anapokaa katika gari anaweka flat, ama kama yeye mwenyewe ana drive. Sasa akiingia katika ile ofisi, sijui ni interview ama anaenda kufanya nini, anaingia na kale kakiato kama shindano ka. Na pengine utakaa katika hiyo ofisi, you will be feeling uncomfortable. You are contributing your legs to ache. Umeona? Na pia tumeambiwa viatu ambavyo havikutoshi pia vitafanya miguu kuume. There are those tight shoes na zile viatu ambavyo sio size yako. Unaona, mguu pia utakuwa unalegea, unaenda hivi, unajaribu ndio usianguke. Kwa hivyo you will be straining to walk because the shoes are not fitting you. They are large. Are you seeing? Kwa hivyo pia tunaona mahali ambapo unatembea kama kuna mawe, it is very hard ground, and now you are walking on empty feet, pia miguu zitakuuma. Hii kuuma haitoki mahali mbali, it is just our lifestyles ndio imelete miguu kuuma. Sasa mnataka dawa gani? Kama wewe hautakuwa daktari wa miguu yako, ukifanya hizi vitu vyote nimesema, hakika wewe utasikia vizuri. Inasemekana natural remedies improve the diet. Kama wewe ni mtu alikuwa anakula hovyo, kula vizuri. Get enough protein kwa wale watu ambao wanauma miguu.
Protein tunaipata kutoka kwa legumes, beans, peas, unaona vitu kama hivyo, ndengu. And then kwa sababu miguu sana ni mifupa ambayo itatakikana uwe na calcium na vitamini B. Stop eating chunky foods. Kula chakula ambacho ni chote wholesome, kijakobolewa. Hivyo ndio Mungu anataka, vyakula ambavyo viko na fiber. Miguu zako zinataka hivyo, na Mungu wetu ametuelekeza hivyo. Ufanye tu vitu rahisi hivi. Hakika miguu, ule ambaye anaumwa na miguu utakuwa vizuri. Achana na vyakula vya kaanga. Nimewafundisha sana hapa vyakula siku hizi. You don't have to fry your foods. Wewe pata ile mafuta ambayo wewe ukishapika mboga unanyunyuzia tu juu na nyanya na kitunguu. Sio ile mafuta ya mgando. Uachane na sukari. Uachane na pombe na nyama na things with caffeine, chocolates. Wachana na sukari, wachana na chumvi. Unaona hizi vyakula, ukiwa unaumwa na miguu, hakika miguu zako zitapoa. Kama ni chumvi, weka kidogo bwana, utasikia vizuri. Na wakati wa mchana, during daytime, always wear low shoes. Vile viatu ambavyo tumesema havikufungi kabisa. When standing in one place, keep changing your space ama stance. Wacha kukaa mahali pamoja, utasikia miguu zitakuuma sana. Wakati wa jioni, elevate your feet. Wewe miguu zako ziwa zinakuuma, wewe jaribu kuweka miguu zako kwa stuli ama kwa pilo unapoenda kulala. Na wanatuambia endelea kabisa unapokuwa uko kwa bath. Kuna watu ambao wamefanikiwa wako na bathtub, ile karai ambao wanakaa ndani wakilealea ndani. Inasemekana kalia at the edge, fungulia ile maji, ufungue baridi, unafungua moto, unawekelea miguu zako, utasikia ile kuuma, kunapoa vizuri. Kwa hivyo be careful about extremes in temperature. Ukiwa wakati wa baridi, usiachilie miguu zako kwa ubaridi. Vaa socks, miguu zako zitawacha kuuma. Kwa hivyo ndugu mpendwa, ni vizuri kabisa miguu zile ambazo zinauma, ni vizuri kuziroll. Unaona watoto huwa wanacheza na hizi balls nini. Sisi watu wazima tumeona kama hiyo michezo ni ya utoto. Lakini unapoleta ile mpira na uanze pia kuroll hivi, kujirolia hivi, inakuwa ni jambo muhimu sana. Hiyo inakufanya miguu zako ziache kuuma kabisa. Na ni vizuri baada ya hiyo uwe unakuwa na kumasaji miguu, kwa sababu miguu zinauma. Baada ya kuwa kabisa umeoga, umetepti sponge tuseme na maji moto baridi hivi kidogo, unajaribu kumasaji na yale mafuta, pengine ni ya karafuu ambao tunakuwa nayo kabisa, na hii itakusaidia for a terrific food massage. Hiyo itakuwa mzuri. In evening, sit down and put on a pair of soft slippers. Jaribu at least miguu zako zipate kupumuzika, zisiwe tu zinaendelea kujifinya katika viatu. Encouragement. Mungu wetu anatuambia namna gani tunapomalizia? Anatuambia it is a part of God's plan to grant us in answer to the prayer of faith. Yaani Mungu wetu ametupangia ya kuwa
ako tayari kujibu maombi yetu ambayo tunaomba kwa imani. Ndugu mpendwa, unapoomba kwa imani, mimi Judy ninapoomba kwa imani, Mungu wetu anatuhakikishia ya kuwa ako tayari kuomba, yani ako tayari kujibu maombi yetu yale ambayo tunaomba. So that which he would not bestow, did we not use? Oh, please, my friend, believe and know that God is your best friend. Tujue ya kuwa Mungu wetu ndio rafiki hakika, ambaye tukimwambia mambo yetu, na kuongea na Mungu ndio maombi, na tukimwambia kwa imani, tuamini ya kuwa ako tayari kujibu. Tukisoma katika Mhubiri, that is Ecclesiastes 8:12, he's ready to answer our prayers that we pray in faith. And so many people think that when they pray and they are not answered, God has got 3 ways of answering our prayers. He can either answer it right there, he can say wait, or it will be according to his will. You may have prayed according to your will. Na Mungu wetu ni mzuri sana, hata taka kutupatia kitu ambacho pengine kitatudhuru. Unapoona maombi yako yasijibiwe, pengine hiyo sio mpango wa Mwenyezi Mungu. Ndio sababu Mungu, wanafunzi wake Yesu Kristo, wanafunzi wake walipomuuliza tufundishe kuomba, alimalizia na kusoma, tunapomaliza kuomba kile ambacho tutaomba, tuseme ya kuwa na mapenzi yako yatimizwe. Najua mtu mwingine anaweza kuomba gari, naone Mungu hajampa gari. Kuna sababu Mungu pengine hajampa gari. Kuna watu wengine kama vijana wanapo sasa kuwa wanataka gari, hiyo gari itakuwa ni ya vituko tu, pengine ambaye hata itamaliza maisha yake. Mungu akiona hivyo hata kupa gari. Mapenzi yake itakuwa ya kuwa afadhali usiwe na gari, lakini uendelee kuishi. Kwa hivyo Mungu wetu ni mwema. Tunapoomba, tunaomba lakini mwishowe mapenzi yake yatimizwe. Kama ndugu ama dada uliomba, na pengine kile kenye uliomba Mungu aliangalia na akaona hiki ndio kinafaa, na kingi ambacho hakika kinakuwa ni mapenzi yake unapoomba na kujibu hivyo, ama unangojea baadaye. Asante sana kwa kunisikiza, na Mungu wetu apate kukubariki.